Kijana aliogopa kugundua kuwa kila mwanamume katika familia anapooa, baba yake angemchukua mpenzi wake kwanza kwenye ukumbi wa mababu. Kwa udadisi, kijana alitazama kupitia dirisha nje. Sauti za kushangaza zilitoka ndani. Wanawake walipotoka, nguo zao zilikuwa zimechafuka. Baba yake alionekana radhi. Hata hivyo, waume zao waliendelea na sherehe za ndoa zinazofuata kama kawaida. Hatua kwa hatua, kijana alimleta mpenzi wake nyumbani. Alizani mpenzi wake pia angepitia jaribio la mababu, lakini alipotoka ukumbini wa mababu, alikuwa amekuwa mtu tofauti. Hakumtu tu alimpiga, bali pia alipendekeza kumaliza uhusiano wao. Mwanamume alisimama kwa kushangaa mara moja. Alihitaji ukweli kutoka kwa baba yake. Baba yake alisema mababu alimpenda msichana sana, lakini msichana hakuweza kukubali. Hii ilimaanisha mwanamume huyo hangeweza kuoa maishani mwake. Hakutaka kuwa peke yake. Kwa hiyo kwa zaidi ya miaka 10 alichukua wapenzi wengi kwenye ukumbi wa mababu, lakini kitu kimoja kilitokea kila wakati. Alipokuwa karibu na umri wa miaka 30, aliamua kujaribu mara ya mwisho. Msichana huyo aliahidi kutomwacha, lakini mara tu alipoingia ukumbini wa mababu, mwanamume alisikia sauti za kushangaza. Hakuweza kuvumilia na akajiandaa kukimbilia ndani. Kwa matokeo, mpenzi wake alimrushia na kuanza kumpiga bila sababu. Mwanamume alisimama kwa kushangaa. Karibu kila msichana aliyeingia alimpiga na kisha kumwacha. Alitaka kujua ukweli, lakini wakati huu baba yake hakumpiga tu, bali pia alimfunga kwenye ghala. Kwa bahati nzuri, rafiki yake alileta polisi. Kesi ilianza kutoka wakati huo, lakini baba yake alisema mababu wanaruhusu wanawake tu kuingia ukumbini wa mababu. Afisa wa polisi wa kike hakukubali ushirikina. Kwa hiyo aliamua kufunua ukweli, lakini alipotoka ukumbini wa mababu, tabia yake ilibadilika. Alimtazama mwanamume huyo kama adui. Mwanamume alianguka kabisa. Baadaye baba yake alimfunga kwenye banda la nguruwe na alilazimika kula mabaki ya chakula kila siku. Usiku babu yake alipita na kugundua hali yake, akisema atamsaidia hakika kutafuta haki. Lakini siku iliyofuata mwanamume alipoamka alikuta babu yake amekwenda. Alianza kutoka nje kumtafuta. Alikuta umati uliokongamana mlangoni pa chumba, na babu yake alikuwa amerudi tu kutoka ukumbini wa mababu. Kwa hakika alikuwa pia amekuwa kama watu hao. Mwanamume aliteseka sana. Hakutaka kuvumilia yote haya tena. Kwa hiyo alikusaha ujasiri wa kwenda kwenye ukumbi wa mababu.